Remember wakati ambapo Jacob amekaa amedili na mambo yote, akakutana na angel of God. He wrestled with an angel na akasema sitakuacha mpaka utakaponibariki. The Bible says the true blessing of kama alikuwa baraka alikuwa na hesabu ni wanyama Jacob, then angelikuwa tayari ashabarikiwa, kwa sababu tayari alikuwa amerudi na wanyama wengi, alikuwa amerudi tayari ako na wake wawili na watoto. Lakini the true blessing ambayo alikuwa anaitafuta Jacob is the deep encounter with God. Even though the angel came, lakini akamwambia I will not release you until you speak the truths of God to my life. When the truths of God are, kama uko na kiu ya kuweza kukana Mungu, kuhakikisha kwamba unaacha watu waondoke, ubaki chini useme I am dealing with my human nature that is limiting me from accessing the heavenly Father. Kuna makusudi ya Mungu, watu wa Mungu, ambayo tunapaswa kuaccess. Kuna vitu za kiungu ambazo tunapaswa kuweza kuziaccess, ambazo zimefichika sana, tusije tukachanganywa na baraka ambazo tunazita baraka za nje. True blessing from God is Jesus, and Jesus is the fullness of God. That fullness of God is the what created everything. The power that created everything is Jesus Christ. So if you want everything to change around you, know Jesus, know God. So Jesus is the truth. I am the truth and the life. So that truth, when you know the truth, that is Jesus, you will be set free. Not other truths. Anasema you shall know the truth. But which truth? Truth, who is Jesus. When you shall know Jesus, you shall be set free. That's why alifika mahali akawauliza kina Petro. Akiwa nao watu wanasema mimi ni nani? Yeah. Maana alitaka kujua na kuelewa hao watu kwa kile kipindi nimekaa nao, nimetembea nao, wengine wamepona, wamefunguliwa, wameokoka. Je, wanajua mimi ni nani? Na alipouliza swali hilo, walijibu wengine wakasema, wanasema wewe ni nabii Yeremia, Musa, yule atakaye kuja. Akauliza hao, na nyinyi mwasema mimi ni nani? Ndio Petro naye akajibu akasema, wewe ni Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Akaambiwa, si wewe umesema mambo hayo, bali ni Roho ndani yako amekufunulia jambo hili. Na kwa sababu hiyo sasa wewe kwako mimi nalijenga kanisa, ili milango ya kuzimu nayo haitaliweza, na nimekupa na funguo. So ukishajua ukweli Yesu nani, tayari wewe umejengwa katika misingi iliyo imara. You are above all. Above all. You are above them. That is something ambao umeintroduce pastor nzuri sana. So as many born again Christians ambao wanangojea ahadi, wakisema labda waombewe ndio ahadi ije, waweke mikono ahadi ije. So you see how many Christians are losing it. Wengi wanapoteza urithi wao kamili kwa kuweza kufata vitu ambavyo viko cheap. Cheap Christianity makes people never to inherit the true blessings of God, because they are going for being laid of hands, not understanding. It's not bad thing, lakini that is only vitu ambazo mara nyingi kama unataka atupokee baraka wekele mkono, it's better for you to seek Christ knowledge. Because sasa kama unaona Yesu anapouliza nyinyi mnasema mimi ni nani, watu wanasema mimi nani, hii ni ishara ana deal na amebeba the fullness of God, lakini ile fullness of God inashindwa kuweza kuingia kwa watu. Why? Because it cannot be tapped by people who don't understand it. You can't receive what you don't understand. You can't have what you don't understand. And that's why Jesus, full of power, anatembea kwa watu ambao ametumwa kwa wapate msaada, lakini anaunderstand kwamba their reasoning is poor. Their reasoning is not in the level of receiving what he carries. So the power of God is received by your reasoning. How you reason. Ndio maana anaposema unayo imani. Imani ni kuwa na uhakika. How do you see me? Biblia inasema uwezo ulikuwa unamtiririka. Na ile mwanamke akaenda kagusa upindo, akasema hakika nikigusa upindo of his like, sina haja na conversation. I have already known him. I have already understand this man. So what I know, there is something that he carries for anyone who connects to him by knowledge. So immediately yule mwanamke alivyoenda kaingia, aliingia by her own knowledge. Kwa hivyo ni lazima kama unataka kupata total free
deliverance, you must find Christ who will give you knowledge on how to tap what he carries. So blessings have already been released, and if they are released, how can you have them? You will have them by you staying with the owner of the blessings for him to give you the revelation on how to receive. Ndio maana akasema wewe hii kitu haujapata kwa akili zako, God has revealed it to you, and because he has revealed it to you, then you are able to access this power. Mama alikuwa anataka kusema kitu. Kuna swali ninataka kuulizia. Yeah. Kuna mahali umeulizia kwamba kuna wokovu tunaweza upata kwa urahisi. Ina maana nikipata wokovu kwa ukombozi kwa haraka wa rahisi, inamaanisha hii inaweza dumu? Hiyo blessing inaweza dumu ama ni uponyaji unaweza dumu? Hiyo ni swali. Hili ni swali njema kwa sababu hapa ndio watu wame confuse between miracles and blessings. You know, there is a very big difference between a miracle and a blessing. And that's why anasema ya kwamba I will curse that who curses you and I'll bless. Children of Israel were able to see many miracles while walking with Moses, but they were unable to enter into the blessed land, the promised land. So wale hiyo swali yako nitaijibu kwa njia ya kwamba science blessing hizo ambazo zinapeanwa mtu ni inaitwa miracles. Miracles happen to even non-believers, so that they can believe that God will do miracles so that anyone can see he is God. But to believe is unto one's heart. Anasema ya kwamba kwa moyo mtu aliamini, kwa kinywa akakiri. Kwa hivyo mtu anaweza ona miujiza na moyo wake ukakataa kuamini. Akasema tu akapenda hizo miujiza lakini akakataa na akashindwa kukiri. Kwa hivyo kuna level ya watu ambao they are not ready to live in the blessings because blessings cost. It will cost your reputation. Baraka was na cost kimwili chako. You must crucify your flesh, your carnality, so that you can live in the blessings, in the true blessings, because true blessings are Christ Jesus, and Christ is God in flesh. And that God in flesh, he comes to live in you, na hataki kimwili kiishi hapo wakati anaishi kwa mwili wa nyama. Kwa hivyo knowledge yake ndio anataka iishi, ufahamu wake ndio anataka possess the soul, your soul. So utapata kuna watu they receive a miracle so that God anaweza kusema I showed you who I am, but you did not want to believe in me from your heart, so I did not become your father because you did not believe in me. Because whosoever believes then in Christ becomes a descendant of Abraham, and the blessings of the promises of God becomes his. So kwa njia hiyo utapata ile maswali ambayo umeuliza, wale watu, mtu ambaye anashindwa kuweka baraka, si baraka ni muujiza, na muujiza huja, lakini wokovu the same power of God ambaye everything inatendeka kama muujiza. Kwa sababu mtu anazouliza baraka ni gani? Baraka ya Mungu inakuja kama muujiza, lakini inakupata uko na place kuweza kumhold Mungu kama Mungu na character ambaye inabaki is a blessing. It doesn't live because imepata a dwelling place of wisdom, knowledge, understanding. Your life becomes like his. So kwa sababu your life has become like his, katika hiyo nature of God ndani yako, you have become the temple. You're not a beggar. Ambaye ni beggar yuko pale anajaribu kuchukua kile kinapita. Akasema chakula cha watoto sitakipatia mbwa. Lakini yule mwanamke akasema hata mbwa hukula tu makombo. So she was given that, but she was not given a place to listen to the deep messages. You get that? Miujiza alienda nao kama vile alikusudia ile level yake. Ya mtoto pia anaweza kuchukua makombo ya bosi hapo, mbwa anakula makombo. Kwa hivyo she received a miracle. But to be with Jesus, to know him, was another thing.